Muzangu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zende kwa halali wangu. Majira yakiwa ni saa 8 za mchana baada ya kupata chakula cha mchana. Tulizo la roho yangu mama. Tunaingia katika kipindi chetu cha Dau la Mapenzi. Kipindi ambacho kwamba kitakujia kila siku ya Jumapili majira ya saa 8 mchana. Kipenzi cha moyo wangu. Tunachokipenda na kukienzi. Mie na hodha wako niite Hamza Ramadhan Suleiman. Na inipoza machungu. Almaarufu King Ramarao. Hayati halua yangu. Na katika kipindi Dau la Mapenzi leo tumepata mgeni ambaye kwamba ametoka sehemu za Nyali. Atatukaribisha na atatuambia mengi kuhusu Dau la Mapenzi. Mama. Na katika dau letu leo tunakuuliza ni sababu gani ambazo kwamba zinapelekea vijana kujihusisha mahusiano ya kimapenzi na wanawake ambao kwamba ni watu wazima, yani mishangazi. Wale mashangazi, kwa nini vijana wanawapenda? Tutaambiwa kwa sababu tunaye mmoja studio leo ambaye kwamba tumemnasa vilivyo. Namshukuru Manani. Atatuambia majina kamili na anapotoka na katika shughuli ambazo kwamba anazifanya, pengine anapata riziki yake kila siku kupitia kazi gani. Je, anafanya kazi poti ama anafanya kazi best titanium? Yote atatuambia. Kwa kunipa mke mwema ulosafi. Karibu sana mgeni wetu, tuambie, je, majina yako kamili unafahamika kama nani? Naam, shukrani sana. Kwa majina kamili naitwa Joyce Kiti. Nika moyoni mwenye wingi. Joyce jamani ametembelea leo. Na unatokea wapi pengine? Nyali. Wa huruma. Joyce anatokea Nyali. Na je, kule Nyali unajihusisha na kitu gani? Je, wewe ni mfanyikazi wa kampuni gani ama unapata riziki yako kupitia shughuli gani? Umeumbika yaki. Ndio. Nafanya kazi poti. Ndio, unafanya kazi poti. Kwa hiyo kufanya kazi poti na hela ambayo kwamba unaipata ndio unaona vijana unawavutia zaidi paka wanafika wakati wa date na wewe, au sivyo? Yeah. Mzuri Mie sina mengi. Leo tumekuja kuzungumzia swala zima la vijana kujihusisha mahusiano ya kimapenzi na watu ambao kwamba ni watu wazima. Je, unafikiri Madam Joyce ni kitu gani ambacho kwamba kinawapelekea hawa vijana kujihusisha katika mahusiano ya kimapenzi? Kimimi kwanza niweza kusema kwamba vijana ni kupenda maisha ya ufahari, kwamba yeye mwenyewe binafsi maisha ambayo kwamba anataka kuishi sio level ambayo kwamba yuko yeye. Kwa hiyo anataka maisha ambayo kwamba ni makubwa, anataka maisha ambayo kwamba ni ghali, atembelee magari makubwa, avae vitu vya thamani, lakini hakuna kazi anayofanya. Je, hii ni kati ya sababu ambazo kwamba pengine hawa vijana wanajihusisha mahusiano ya kimapenzi na mishangazi? Ndio, hiyo sababisha. Kwa hiyo ni kati ya sababu ambazo kwamba ndio kubwa, ama pengine kuna sababu nyingine ambayo kwamba kulingana na we mwenyewe utashi wako wa kiakili unaona sababu nyingine huenda ikawa ni ipi? Pesa, vijana wanavutwa na pesa. Kiona mtu ako na magari. Ndio. Ndio ana ule mvuto. Ndio, kwa hiyo wanapenda, wanataka maisha tu ya rahisi, hawezi tafuta kazi wakajimudu kimaisha. Utizama sana wewe unaambiwa vijana hawezi kutafuta kazi wakajimudu. Kule kutotafuta kazi kujimudu ndio kunawafanya wanaingia katika mahusiano ya kimapenzi na wanawake ambao kwamba si size zao, ni size ya mama zao, umri wa mama. Mfano mtu kama wewe Madam Joyce ni mtu ambaye kwamba wewe unatoshana na umri wa mama yake yule kijana, au sivyo? Lakini sasa anajihusisha na mahusiano ya kimapenzi bila haya, anaona kwamba ni mambo ya kawaida kwa sababu ya hela, au sivyo? Ndio. yako laini. Leo mbivu na mbichi tutazijua hapa ndani ya studio yetu. Ni kwa nini vijana, kwa nini unataka kutafuta kazi mpaka wanawake ambao kwamba ni watu wazima wanasema sisi bwana ni pesa ndio ambao kwamba zinatuvutia? Je, ni kweli? Unaweza kutuma maoni yako kupitia nambari yetu 0771 910723. Mama. Kipindi ni Dau la Mapenzi na hodha wako ni Hamza Ramadhan Suleiman, nikiwa na Madam Joyce ndani ya studio. My sweet, my number one. Kizungumzia masuala ambayo kwamba ni muhimu kwa vijana. Biwa wani na milioni unaponita. Katika jumbe ambazo kwamba zinatumwa hapa, kuna jamaa hapa anasema kwamba vijana wanajihusisha na mahusiano ya kimapenzi na mishangazi kwa sababu nyinyi mishangazi
huwa mnawavuta na madawa wale vijana. Je, ni kweli kwamba wale vijana mnawatengezea yale madawa ya kienyeji ili wawapende? Hapana. Kama si kweli, mbona sasa huyu bwana anatuambia hivi? Na huyu bwana anaitwa Chikoya. Yaani ni bwana ambaye kwamba ana utashi na haya mambo. Anasema yeye ni mganga katika sehemu inayofahamika kama kule Tiwi, anaitwa Chikoya. Si kweli kwamba mnawavutia na madawa hawa vijana? Sio kweli. Wenyewe tu kupenda kwao maisha rahisi. Ndio wanataka maisha ya mtelezo, yani ganda la ndizi wateleze tu. Ni raha. Pengine una ushauri gani kwa yule kijana ambaye kwamba amekaa pale nyumbani, hajihusishi kutafuta kazi, anategemea kwamba mishangazi ndio ambayo kwamba itamlisha, itamvisha? Unajua Madam Joyce, kuna wakati pia ufikia vijana wakapata maradhi ya ukimwi, wakapata maradhi ya sonono, maradhi ya zinaa kwa sababu ya kule kutoka na mishangazi ambayo kwamba si saizi zao. Watu wengine wameathirika na maradhi. Je, jambo hili wewe unalichukuliaje, kwamba kijana amepata maradhi ya ukimwi kwa sababu atia kutafuta mtelezo? Yeye hataki kufanya kazi, anatafuta wanawake ambao kwamba ni watu wazima ndio aweze kuhudumiwa maisha yake. Jambo hili wewe unalichukuliaje katika nafsi yako binafsi? Mimi tu binafsi nawaambia watafute kazi. Ndio. Hakuna maisha kwenye mtelezo. Wanatafuta tu majanga. Ndio. Kwa hiyo wanatafuta majanga na kufa mapema. Kijana ambaye kwamba umekaa pale unasikiliza haya, unaambiwa kwamba utakufa mapema kwa kutaka mtelezo. Tutafuteni kazi ili tuweze kumudu maisha yetu. Maisha yetu hatukuumbwa ili tuje kwenye mtelezo tutafute mishangazi. Ni jambo ambalo kwamba si zuri kiuhalisia. Ni mgonjwa taabani, wendo daktari wangu, nimekupata mwenda. Vile kuna mwingine hapa anatumba ujumbe wake, anatuambia kwamba hawa vijana ama hawa mishangazi ambao kwamba wanachukua vijana kama hawa, wengine wao huwalaghai vijana. Pengine hana malengo ya kuwa na maisha kama hayo ama hataki mambo kama hayo, lakini yule mshangazi pale nje anamlaghai yule kijana ili ajiingize katika mahusiano kama yale. Je, unaliambiaje ama unamwambiaje kijana kama huyu ambaye kwamba amefanya kulaghaiwa kwa sababu pengine amevutiwa ama pengine yule mshangazi amempenda? Unajua kuna mishangazi wengine wanawapenda vijana wadogo, hawapendi watu wazima saizi yao. Watu ambao kwamba ni saizi zetu sisi wanawataka wao. Shaona? Pengine kijana pengine ana miaka kama 15. Shaona? Sasa yule mshangazi pale anaona yule kijana wa miaka 15 katika zile shughuli yuko vizuri zaidi kuliko mzee wa miaka 50. Yeye ana miaka 50 lakini anamuacha mwenzio wa miaka 50 anatafuta miaka 15. Je, ni kweli kwamba, kwanza kabla hatujaendelea, ni kweli kwamba mishangazi wanapenda watu ambao kwamba ni wa umri mdogo? Yeah. Kwa hiyo jambo hili ni kweli kwamba wanawapenda. Na kwa sababu ya kuwapenda ndio maana tunaambiwa wengine wanawalaghai. Na kule kuwalaghai sasa, ni vitu gani ambavyo kwamba huwa mnatumia kuwalaghai hao vijana ili na mimi nijiepushe? Nikiona nimeanza kuletewa kijigari, nimeambiwa njoo nyumbani, najua ni pale pale nilipoambiwa na Madam Joyce. Ni vitu gani ambavyo kwamba huwa mnawavutia? Pesa. Ndio. Mtu yuatolewa out, yuapelekwa mahoteli kubwa kuenjoy. Kwa hiyo utajikuta tu pali pabaya. Kwa hiyo zile pesa na kutolewa out, tunajua sisi vijana kitu kimoja chenye Madam Joyce naweza kusema kwamba sisi vijana tunapenda, yani tunapenda tuwe pale pazuri ambapo kwamba pia ukipumua hewa yako unajua hapa napumua hewa safi. Kwa hiyo katika ile mahoteli tukiona mtu anaishi leo yuko hoteli hii, mara yuko Savana, mara yuko wapi, kwa kweli ni vitu ambavyo kwamba vinatuvutia, ama wewe mwenyewe pia vinakuvutia, lakini sasa ni venye hatujui tutafika vipi kule. Sasa pengine sisi tunaona madam kama huyu akija kama hivi akinivutia ni vizuri zaidi, ndio naona tunajivuta rahisi, tunajipeleka wenyewe bila tafrani. Ushaona? Kwa hiyo kitu kikubwa tunaweza kusema kwamba ni pesa, out yale, mara umetolewa mitoko, mara umeenda Diani, mara umeambiwa umekatiwa visa unaenda Amerika, mara unaenda vacation Dubai. Vitu kama hivi ndivyo ambavyo kwamba vinatuvutia sana. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba vijana tuache tamaa, au sivyo? Tamaa ndio tuiache. Ndio maana mashangazi wanatuchukulia sisi kama watu ambao kwamba ni rahisi kwa sababu ya tamaa zetu.
Kipindi cha Dau la Mapenzi jamani, ni mida ya saa 8 mchana. Hapo nyumbani Nizungumzia mada ambayo kwamba ni muhimu katika maisha yangu na katika maisha yako ewe kijana wangu mtima. Na Madam Joyce anatupa ushauri ya kwamba tuache mishangazi tabia kama hizi, kwa sababu vijana na wao wana maisha baada ya mapenzi, au sivyo Madam Joyce? Vijana wana maisha baada ya mapenzi, kwa hiyo tuache tabia kama hizi jamani. Ni tabia ambazo kwamba si nzuri kiuhalisia. Kwenda nje sitamani, kwako wewe nishazama. Ni kipindi cha Dau la Mapenzi, kipindi cha Dau la Mapenzi tunachokipenda na kukienzi. Mie ni Hamza Ramadhan Suleiman na hodha wako, na tena uniamini, nikiwa naondoka nyuma ya mitambo sitokuacha daima hadi. Na Madam Joyce pia naye tunataka peane salamu kwa watu wake katika majumba ambayo kwamba ametoka, apatie salamu familia yake, ambaye kwamba tunamshukuru na tunashukuru familia yake kumruhusu kuingia ndani ya studio zetu za Hub Radio leo. Ungie peponi Jumapili hii ya tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2025. Nashima Wape salamu, waambie na washukuru sana familia yangu, kwani nawakaribisha ndani ya Hub Radio. Waambie kwamba unawashukuru jamani. Inamsabai sana mamangu akiwashika adabu. Ndio. Mtabaki kwa wenu Joyce Kitty. Baki kuwa wetu jamani, Joyce Kitty. Tulia roho ya Shangazi mwenye pesa zake mjini, imepoa. anapatikana katika sehemu inayofahamika kama Nyali, Ewe wangu maridhi, sehemu ya matajiri, apartment za bei ghali. Naona Madam Joyce nikiungana na wewe, kwa sababu pia mimi huo mtelezo saa nyingine hupenda. Unakosa uhondo jamani, ungana nami ndani ya Hub Radio kwenye kipindi cha Dau la Mapenzi. Nakwambia kwa heri, nakupenda sana, nakukaribisha na kukuenzi, wewe ni zaidi ya medali kwangu. Ukiniita Hamza Ramadhan Suleiman almaarufu King Ramarao nitaitika.